Kiatu changu kimetanuka. Kiatu changu hakinitoshi. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea. Hello watu wangu wa dunia, nawapenda sana. Sasa na habari njema kwenu. Najua kuna changamoto nyingi sana, mara tunachelewesha kazi, mara quality mbovu. Sasa mtetezi wa hili ameshajitokeza, ni PMTV Extra. Na cha kufurahisha zaidi sasa ni bure. Na kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9, tamthilia yetu inaama rasmi na kuhamia PMTV Extra. Cha kufanya sasa, ingia katika app yetu ya Play Store na download PMTV Extra, au ingia kwenye website yao pmtvextra.co.tz. Yani huko ni kuburudika zaidi. Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi. Ino dunia. Hongera kwa kujifanya mjanja, kujifanya msiri, mwizi. Lakini pia pole, kwa sababu mtu ambaye pia ulikotaka ujaribu kufanya huo wizi kwake, yeye mwenyewe amebobea kwenye sanaa ya wizi. Kwa sio kazi rahisi. Lakini na uhakika kwa 100% mimba yangu bado unayo. Na jana tu ulikuwa clinic na mmeo, na maendeleo yanaonekana ni mazuri. And by the way, kichanga saizi kina miezi 2. Kwa hiyo bado baba Kija niko, na nitakuwepo sana kwa ajili ya kusubiri mtoto wangu niweze kumshuhudia. So tafuta lugha nyingine ya kusema, lakini lugha ya kwamba hauna mimba hiyo imeshakwisha. Wewe ni mama Kija na mimi ni baba Kija. Ongea. Ati mama funywa. Umejua. Ni kweli mimba ninayo. Lakini naomba nikanusha hapo kidogo. Mimba sio ya kwako. Mimba ni ya kwangu mimi kwa sababu mimi nimeibeba. Kwa hiyo nina haki zote za kusema kwamba mimba ni ya mume wangu, sio ya kwako. Kwa sababu wewe ni mwizi. Kwanza mimi ni mke wa mtu. Hicho cha kwanza. Cha pili, hii mimba imepatikana kwenye nyumba ya Kawina. Kwa maana hiyo ana haki zote za hii mimba. Sio kama nampa tu. Yaani ana haki na hii mimba ndio maana nampa. Afu kingine, jiangalie. Maswali kunifuata kunizungusha huko ndani sitaki. Kwa sababu nina uwezo wote wa kukufanya wewe ukafukuzwa huko ndani. Lakini na kuangalia tu na kuacha unanichukulia poa. Sitaki. Wewe ile unachukuliaga vitu rahisi sana. Eti yaani mimba uigawe tu, ni kama unavogawa mkate au unatoa pipi. Mimba nayo wewe unampa mume wangu. Unampa mume wako kirahisi tu hivyo. Binti, ile jambo ni zito. Kuna namna unaweza kuwa unachukulia wepesi, lakini ile jambo ni zito sana. Mimi siwezi kukubali kuona unaitoa hiyo mimba eti unampa mume wako. Hakuna. Hawezi kuniua mmeo, unajua? Hawezi kunipiga, hawezi kunifanya chochote. Kwa hiyo mimi sina risk, si ufiki kupoteza chochote. Kwa hiyo kazi kwako. Uko tayari kuiharibu hiyo ndoa yako? Kumpoteza mume wako? Lakini pia huyo mtoto? Upo? Kwa
Kwa mimi nachokielewa na kukiamini saizi ni kwamba namsubiri mtoto wangu. Sawa eh? Kwa naenda kushoto, naenda kulia, lakini niko hapa kwa ajili ya kumsubiri mtoto wangu. Na hakuna kitu kingine. Na huwezi kunidanganya. Vipi tena? Unajisikiaje? Kupeleka hospitali? Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Vipi? Maana nimekosa hoja kujitetea. Nimekunja na nipinda dunia tofauti na mama alivyonilea. Maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimpesha tu kidogo. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya. Dunia wajuaji na wapumbavu wa moo. Dunia Mimi kiatu changu sijanunua used. Nimenunua kiatu cha duka kipya kabisa, kipindi ambacho nakitumia kukivaa nimekinunua kikiwa size yangu. Ila kuna namna kabisa sasa hivi naona kabisa kiatu changu kuna mtu ambaye anakitumia. Yeye ni mguu wake mkubwa kuliko wa kwangu mimi. Ningejua huja mwisho wa safari, na nisingefanya ikisha kukuta ajali. Ningejua wajibu wangu, nisingekutana na hili. Kiburi cha moyo. Mambo mchumba. Vipi kulikoni? Salama kweli? Aisee, kuna chimbo moja nimeligumia sehemu, nadhani litatufaa sana jioni ya leo. Sasa nilikuwa nataka utakapofunga biashara yako nikupeleke at least tukapate dina kidogo. Alafu tuchachue kwa mbali. Rudisha nyumbani. Kisinza, naomba uniache kwanza. Vipi? Kwa nini? Nahitaji tu kwa mwenyewe. Naomba niache na maisha yangu. Sina maana kuwa tuachane. Hapana. Kwa sababu tayari tulishakubaliana na siwezi nikakuacha kirahisi hivyo. Ila naomba kwa sasa hivi usinipigie simu. Wala sihitaji ukaribu wote na wewe. Fanya kama hatujuani kwa muda, lakini mambo yangu mimi yakikaa sawa tutarudisha mawasiliano. Kuna namna mume wangu ameshaanza kuhisi. Nini? Kwa ninahofia sana ndoa yangu isije kuharibika. Imekuwaje yani? Maana kuna mtu alimwambia au kuna kitu alikiona baina yetu? Kuna vitu vingine mimi siwezi kuvielezea. Ila naomba ibaki tu kuwa hivyo. Mume wangu ameshaanza kuhisi kuwa mimi namchiti na mwanaume mwingine. Na kama akija kudhibitisha hilo, hiyo ni mbaya sana kwangu Kisenza. Inaweza ikasambaratisha ndoa yangu. Kwa naomba ubaki na maisha yako. Niache na mimi na maisha yangu kwanza. Sawa. Nakuelewa na pia naheshimu sana maamuzi yako. Lakini kwa kuwa umezungumza kwamba mahusiano yetu yatabaki pale pale, mimi sina shaka juu ya hilo. Kikubwa tu pale utakapokuwa free na moyo wako umetulia, basi fahamishe. Utakapokwama sehemu yoyote nijulishe. Nipo kwa ajili yako. Na hicho ndio kinakufanya ulie na kukosa furaha. Kisenza, naomba uende kwanza. Sawa. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa,
ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudi home nachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya. Ina shida na wewe. Sasa utakwenda chooni nikupe mimi maji ndani. Manake hiyo ndoo wewe huna maji ndani, si ndo manake? Kwa hiyo ulivyokuwa unakula ulikuwa ufikiri kama kuna kwenda chooni. Sasa hizi umekaa na mdoo hapo, mjomba na shida na wewe. Sikupi maji mimi. Unafanya kazi gani hapa? Wala shida sio maji. Shida na mazungumzo tu binafsi na wewe. Una maongezi na mimi? Haya, kwa hiyo mimi nikufuate wewe. Wewe si ndo mwenye shida? Mimi ninavyojua mkwe anasaminiwa. Saa hizi faster tu mtoto aliolelewa vizuri na wazazi wake tayari kesha kuja hapa. Changamka basi, changamka kidogo, eh? Simama basi kama mwanaume, eh? Unasimama kwenda kujiuza. Unajiuza mwenzetu. Nyosha bega kidogo. Si hivyo. Hata mtu akitokea mtu anajua yao wanaongea wanajeshi tupu hapa. Unaongea mtu unakuwa kama unajiuza uko Buguruni. Vipi? Mjomba, mimi naomba uniambie kweli. Naomba uniambie kwa nini unanichukia? Maana nawaza nafikiria, lakini naona hii hali mimi inanitesa. Kuna namna hii hali mimi inanichoma, inaniumiza ndani ya moyo wangu. Kuna muda unanisema mbele ya mke wangu kila mara kila muda, toka niko kule mpaka hapa bado tu inaendelea. Sasa kwa nini mjomba, kwa nini unanichukia? Shida ni nini haswa? Tangu ni mwe binti yako sikuwahi kupata raha. Hali ya kumi na kuheshimu, na kuchukulia kama mzazi wangu, lakini bado yote ujali mjomba, lazidi kunipa mateso. Kwa nini mjomba inakuwa hivi? Shida ni nini haswa? Hebu niambie wewe kiume, mimi kiume, tuongee hapa tuyamalize. Kama kuna jambo nimekosea, niambie mjomba. Nini tatizo? Tena nilikuwa nakusubiri kwa hamu, mjinga mkubwa wewe. Mimi nilivyokuwa najua ninavyokugonga maneno yale kwamba akili haiji. Sasa hivi akili inafunguka. Nikugonga maneno, nikukupiga maneno, nimekupiga maneno. Sasa ndio umewaza umekaa, akili ya kiume inakuja sasa. Ndio nilivyokuwa nataka unielewe. Hivyo mimi nikuuliza swali. Wewe una binti yako, mtoto wa dada yako, alafu anaolewa na mtu ambaye wote mnafanana na akili. Wewe unajisikiaje? Unajua kabisa huyu mtu mwenyewe anayemuoa huyu mwenyewe huyu njunga tu. Hana mbele wala nyuma. Mjanja tu wa kufugwa. Wewe utajisikiaje? Utajisikiaje na kuuliza? Jibu zito. Sasa hivi unavyoona jibu lako zito, na mimi ndio nakuwa moyo wangu mzito kukukubali wewe. Yaani sikukubali hata kidogo. Sisi familia yetu maskini. Alafu mimi nimemlea, sio kwa sababu gani, nimemlea mwenyewe najua baadaye napiga hela. Lakini sikuwa na lengo kama tapata mbuzi Katoliki kama mjinga maskini una hata 100. Ni kwa sijui hilo. Na kupendaje? Watu wamekuja kina JSM walikuwa wanabembeleza mimi. Mjomba vipi mwanao huyo? Mwanao mbona na rangi ya chocolate mbona tumemuelewa? Alikuwa sasa hivi angekuwa dabani huyo. Lakini akaja kanasa nayo, sijui ulikutana naye. Ulikutana naye wapi wewe? Au umemloga wewe? Mbona mimi nakuwa sielewi? Maana kwetu sio kawaida, wewe mshirikina wewe. Nikikuangalia una kinyota hapa juu. Si mwenyewe tumehangaika sana kwa waganga. Sisi unavyotuona tumehangaika sana kwa waganga. Wewe mchawi wewe mtoto. Fanya kazi. Fanya kazi, mkono mtupu wa ulambwi. Umenielewa? Sasa mpaka sasa hizi wewe upo hapa mpaka sasa hivi muda huu. Wewe upo nyumbani hapa. Unaoshaosha vyombo tu. Mkeo yuko wapi? Sikaenda kutafuta hela. Shangazi yako yuko wapi? Sikaenda kutafuta hela. Mimi mwenyewe kamanda. Ndio sasa hizi natoka hapa. Nimeshavaa kama jemedari fulani ambaye brigadia anaingia kwenye kikosi. Umeelewa? Wewe umetulia. Sasa wewe fanya kazi. Hii utaifua hii ya shangazi yako hii. Shangazi yako mdogo hapa nimemchukua mtoto under 17. Utaifua, shika hii. Kamata basi. Wewe mpumbavu kweli. Uifue itakate hiyo. Sasa fua ujifae kama unaikomesha uitatue nzima hii.
Tena itakati hapo katikati, unajua hapo kuna kiunjano kidogo tu, lakini utairekebisha. Umeelewa? Ifua hiyo. Wenzio tunafanya mambo mpaka tunapewa tunzo. Kwa ajili ya kumbukumbu tu, vitu vinakaa mfukoni. Kwa utanielewa tu. Nikisema nikupe kichwa huwezi beba. Angalia sana sura hii. Jamani msione nalewa. Ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Ujumbe wako nimeupata. Lakini namna ambavyo umetumia ujumbe kuniwasilishia ndo sikupenda. Jordan, wewe unajua mimi yule ni mamangu. Huwezi tu ukamwambia vitu yani kwamba eti nampenda mwanao, sio nataka kumuoa, sijui kama uliona kama ulikosea. Yani kibinadamu sikupenda. Yani kiuhalisia tu sikupenda pia. Lakini mimi nikaona tu niamalize then nikuite tuongee sisi wenyewe. Unajua nini? Kwani wewe unataka nini kwenye maisha yangu mimi? Hebu niambie basi, labda kuna kitu unakitaka mimi nikulipe nimalizane na wewe. Mimi nakujua vizuri wewe. Sio kwamba nimekuona jana au nimekuona juzi. Yaani nakujua vizuri mno. Yaani inashangaza system unajifanya wewe ni innocent. Imekuwaje? Na kingine, hiyo ajenda ambao unanihubiria mimi na kumwambia mama, mbona sioni ndani yako Jordan? Hivi unajua kuna mwanaume akisema kwamba mimi nataka kuoa unaweza kumuelewa. Lakini sio wewe. Sasa naona kama hivi vitu mbona kama vinaendelea kuwa vingi afu viko serious mpaka unafika kwenye familia yangu. Leo nimeona nikuite hapa nikuulize. Unataka nini kutoka kwangu? Violet, kwanza nitangulize samahani sana. Naamini kwamba njia nilotumia sio sahihi, ila sikuwa na alternative nyingine. Ilinibidi nifanye hivyo ili nikuhakikishia kwamba wewe niko serious katika hili. Na pia nilifanya hivi ili kuhakikishia wazazi wako kwamba niko serious pia katika hili. Japo najua kwamba nimekosea sana. Nisamehe katika hili. Cha pili, Violet, Jordan unomjua wewe wa miaka hiyo iliyopita sio huyu ambaye unamuona sasa hivi. Ni watu wawili tofauti. Naweza nikasema pia ulikuwa hunifahamu vizuri nyuma. Jordan yule alikuwa unamfahamu nyuma sio huyu sasa hivi. Mpaka alikuwa mume wako akamwamini, akaamua kumchagua kuwa rafiki yake, kupokea ushauri wake, kuweza kumsikiliza kwa kila kitu. Basi jua kabisa kwamba anamfahamu vizuri. Violet, huyu sasa amebadilika sana. Violet, nimeamua na mimi nahitaji kuwa na familia. Nahitaji kuanza maisha mengine mapya, sio yale tena ya nyuma. Na hapa sijamuona mtu yoyote wa kuanza safari hii na yeye, ila ni wewe Violet. Kiukweli, nakupenda kutoka ndani ya moyo wangu. Na nimeamua kuanza safari hii na wewe. Kiukweli haujawahi kunitoka tangu siku nilipoanza kukutana na wewe. Umekuwa ukiroli katika akili yangu kila siku na umenibadilisha kwa kiasi kikubwa sana bila wewe kujua. Please, naomba ridhia ndani ya moyo wako. Nakupenda sana Violet. Nahitaji tuanze familia mimi na wewe. Nahitaji uwe mke wangu Violet.
Okay. Yaani unachokiongea unamaanisha, si ndio? Violet, niko tayari kwa chochote kile utakachokitaka. Lolote lile utakalo lisema, mimi niko tayari kulifanya, ili mradi tu nielewe. Are you sure utanipenda kweli? 100%. Nimekubali. Yeah, nimekubali. Ariel. Kimani. Wewe kwenye hoteli hapa tunatania nao. Nimekubali. Mimi nimetekwa nimetekwa na mapenzi, nimetekwa. Hapa hivi. Nye. Kwa kumbe mimi nikitoka wewe unamchukua huyu mwanamke wa jirani unatembea naye? Wife. Kwa hiyo brother, mimi namtafuta mke wangu uko nje, umemfungia ndani kwako, si ndio? Lakini sio kwa ubaya. Mimi alikuja hapa akataka nimuelekeze jinsi ya kuweza kupata bando la kutosha kama ambavyo mimi na wife tunapata kupitia kwa Chris Bando. Na ndio nikana muelekeza hapa. Issue ni kuwa na line ya Halotel tu. Unaweza kupata GB 8 kwa shilingi 10,000 tu na ukazitumia ndani ya mwezi mzima. Na kwa mfano blaza, kama unataka uthibitishe, ukitaka kuwasiliana na Chris Bando, kuna namba zake hizi hapa, ziko 4, lakini mimi nakutajia 2 tu, ambayo ni 0717 048048. Nyingine ni 0785 736361. Jina lake linatoka Christopher Luoga. Hii ndio namba kwa ajili ya mawasiliano tu. Lakini kama unataka ufanye malipo kwa ajili ya kupata size bundles, kuna lipa namba ambazo ziko hapa. Unaweza ukalipa kupitia namba hizi, na hakikisha unapolipa hela yako kupitia namba hizi, jina linatoka pia Christopher Luoga. Na baada ya malipo sasa, ule ujumbe ambao utakaorudishiwa utauforward kwa namba hizi ambazo nimekutajia. Na kama uamini blaza, na ni hapa. Wife, mtondoke. Wewe. Hivi tu wife. Ino dunia moyo wake umevunjika sana, angeweza kurudisha siku nyuma, si angechagua zile siku za furaha. Mbaya angefuta moyoni, anatazama kila pande, anakosa pa kushika. Moyo una matobo makubwa, hayawezi kuzibika. Mbele yake kiza, nuru imezimika. Mbele yake kiza, nuru imezimika. Mbele yake kiza, nuru imezimika. Kiza kimetanda, ghafla naona mwanga.
Kwanza samahani, mwanangu, samahani. Manyanya pia samahani. Najua imekuwa ghafla. Najiuliza kwa nini nimeitisha kikao. Lakini nimekaa nimetafakari, nimeona ni bora niseme ukweli. Kwa sababu najua mama wangu ananipenda na hutaki niteseke. Sasa naona kama nikiendelea kukaa na hili jambo moyoni na kukosea mwanamume wangu. Alafu mimi mwenyewe ninanitesa. Kiukweli kabisa linanitesa. Kwa hiyo acha tu niwe mwazi, niongee kila kitu, kwa sababu naona nakuazika. Ndio maana nikuta Manyanya, kwa sababu pia linakuhusu. Na pia mume wangu, wewe pia linakuhusu. Yaani kiufupi linatuhusu wote. Kwa hiyo ndio maana nataka leo niseme tu ukweli. Familia ina siri, ila kwa bahati mbaya Jembe anagundua siri kubwa ya kuumiza. Mimi na mama yako sio wazazi wako. Kipindi anafuatilia ukweli huo, anapata ajali mbaya inayopelekea kifo chake. Wakati huo Nazil, pacha wake, anaishi bila kujua ukweli huo na kulazimishwa kuolewa ili kulipia madeni ya baba yake. Mimi nafanya ya kwa ajili yako, atakuwa mume mwema sana. Kitu cha ajabu kinatokea baada ya familia Aslan kumuona Nazil na kumfananisha na Jembe aliyefariki. Mama! Ili kujua nini kitatokea kwenye mkasa huu na mengine mengi, download app ya PMTV Extra au tembelea tovuti yetu ya www.pmtvextra.co.tz. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati.